Bwana Yesu Kristo asifiwe wapendwa. Nina dada yangu tena Aline hapa, mtumishi wa Mungu, na ana ujumbe. Bwana huwa anamtumia sana ili kupata kutuwezesha, kutusaidia sote, kutuonya, kutuonyesha, kutuelekeza njia ya kutembea. Kwa hiyo dada Aline ana ujumbe ambao Bwana amempatia ili kupata kufikishia watu wa Mungu ambao anawapenda. Dada, karibu. Asante sana. Mungu akubariki. Amen, na ubarikiwe. Amen, amen. Kwa majina yangu kama gisi walivyowaambia, mimi ni Aline. Na tunakwenda kutoa ujumbe wa Bwana wetu kama gisi anavyotutumia. Tunakwenda kupata ujumbe bila kukawia. Tutaangalia kwanza Petro wa kwanza. Ndiyo. Petro wa kwanza 3:3. Petro wa kwanza 3:3. Tutapata kisa kutusomea, ama tusome hapa. Hapo Kiswahili kizuri hicho naweza kusoma pale. Petro wa kwanza 3:3 kunasema hivi. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Haleluya. Amen, amen. Aseme kujipamba kwetu kusikue kujipamba kwa nje. Nje haiko humu ndani mumoyo. Ni nje kwenye kunaonekana. Unasikia dada? Nasikia kabisa. Maana yake mbele sie vitu biende nje vinakuwa vilishaanzia huku moyoni. Maana yake nikifikiria kama ninakwenda chumbani kufanya kitu fulani, na kwanza kifikiria kwanza juu nikiweke kuplatike, kionekane kiende nje. Maana yake na hapa ndio Biblia inasema kujipamba kwetu kusikue kujipamba kwa nje. Sasa vile venye tuko tunakataza kujipamba kwa nje ni nini? Ni kusuka nywele. Kusuka nywele na kujitia dhahabu, maherena tunaweka kwa masikio. Na vingine tunajaza kushingo, vingine tunaviweka mikononi huku, tunajipamba. Vingine tunanunua mameshe, tunaweka kichwa, tunanunua mawigi, za marangi za kila aina tunaweka kwenye nywele. Hivyo ndio wanaita kujipamba kwa nje. Tusijipambe kwa nje. Ama kuvalia mavazi na yenyewe kwa nasemewa hapa ni yale mavazi yenyewe hayamheshimu Mungu. Japo sisi tunapasha kuvala mavazi ya kumheshimu Bwana. Kuna mavazi yenyewe unaona mtu ameshonesha vazi, una kikwembe kizuri, lakini ukiangalia livayo na nani la mzuri, lakini ukiangalia mwenyewe alivala hapa kuko nje, matiti yote iko nje. Huku mgongo ndio usiseme. Unavala vizuri, kikwembe ni kizuri, ni kirefu. Kisha unakutana huku nyuma kote uko wazi. Unavala uchi. Ile hayakuwa nguo ya kumheshimu Mungu. Ni kuvalia mavazi ya kumheshimu Mungu. Unavala nguo na ni ndefu, lakini unakutana ni pasura balichana huku nyuma. Kinakuwa pasuka huku nyuma. Unavala nguo unakutana ni kisketi kinafika huku yulu. Ni nguo yenyewe hamheshimu Bwana. Nasikia? Sasa turudi hapa. Hii kujipamba. Kuko kujipamba marangi. Na hiyo ni kujipamba juu fanane mzuri. Unasikia? Sasa hii ya kujipamba, unaweka maherena, unaweka hivi, unaweka mawigi, unaweka rangi.
ile rangi ni kitu kibaya sana. Unajua kama rangi ni kama ibada ya sanamu. Okay. Rangi ni kama ibada ya sanamu. Kwa hata ukiangalia wachawi kwa mfano. Wachawi wengi ama kwa nyimbo za kidunia wengi wanavaraga manguo ya kizamani ili washafanya kama vya sasa. Lakini nakuta washajipakala rangi. Wala ukienda hata na kuwachawi huko, wachawi wanajipakalaga marangi bila kufanya matambiko. Okay. Rangi mara mingi sana zinazoea kutumika kwa kujipamba. Wako nafanya mambo ya uchawi, mambo ya kumwabudu masanamu. Hata kama si watumi watu kwenda kuangalia kwenye filamu za Wahindi, za watu wa Asia, unakutanaga mbele wao waende kumpigia magoti zile miungu zao, wanakuwa wameshajipamba na zile mungu zao wanazipamba, wanazipakala zile marangi kumacho. Okay. Sasa ukishajipakala rangi wewe unakuwa kama mtu mwenye unaabudu sanamu. Na japo tena Mungu, Biblia inatuambia kuwa Mungu ni roho. Mungu ni roho, yeye si sanamu. Okay. Sasa hapa nilikuwa nataka niwakumbushe wake wa wachungaji. Ndio wenyewe wanapenda sasa siku hizi kujipamba. Ulokole wa siku hizi. Haleluya. Amen. Mungu anatupenda. Hatuambie kuviacha hivi kwa sababu anatuchukia. Bwana wetu Yesu Kristo anatupenda. Kwa sababu yeye Mungu Yesu sanamu, yeye ni Mungu wa ukweli. Hivi vitu vya kujipamba havitoki kwake yeye. Vinatoka kwenye ulimwengu huu wa tamaa. Wake wa wachungaji, ninakuja kuwaambia gisi Mungu iko na waambia. Ukiangalia hapa kwenye Wafalme wa Pili, ndio. Kwenye Wafalme wa Pili 9 tutasoma 22. Pale utanisomea, pale utalipata. Wafalme wa Pili sura yake ya 9 22 ama 22. Yes, 22. Ninasoma kwa jina la Yesu. Amen. Yoramu alipomwona Yehu akauliza, "Je, Yehu, umekuja kwa amani?" Yehu akajibu, "Kunawezaje kuwa na amani wakati ibada ya sanamu na uchawi wa mama yako Yezebeli ungaliko?" Nasikia? Mama yako Yezebeli na uchawi. Nasikia. Huyu mama Yezebeli ndo mwenye alikuwa mama wa uchawi. Huyu mama alikuwa mchawi, alikuwa kahaba, alikuwa muuaji. Huyu mama Yezebeli. Na ndio mwenye kuanzisha marangi hizi. Ukiendelesha hapo 33 na kitakupaso 13. Hapo 9:13. 13 inasomeka hivi. Yehu akasema, "Mtupeni huyo mwanamke chini." 13:3. Nianze kwa 13. Kisha Yehu akaenda Yezreeli. Yezebeli aliposikia habari hii, akayapaka macho yake rangi, akatengeneza nywele zake na kutazama nje dirishani. Kwa kweli, huyu ni mama Yezebeli mwenye kunaongelewa. Wakati alisikia kuwa Yehu anafika Yezreeli, huyu mtumishi wa Mungu Yehu, wakati huyu mama alimsikiliza kama Yehu anafika, lakini Yezebeli kitendo kenye alitenda kukamata rangi na kujipakala kumacho na kuchanua nywele. Hii rangi naongelewa ni hizi rangi za msoko. Haiko vitu vya sasa, ni vitu vya zamani.
Hapa Mungu yuko ananiambia hivi, niwaambie hivi, nyinyi wa mama wachungaji, mke wa mchungaji, mahali wewe ulipo, unayoshika hivyo vitu najipamba kwa nje, unashika hizo rangi na hizo mameshe hivyo benyu unanunua sokoni, hivi vitu haiko vitu vizuri, binamsirikisha Bwana. Bwana anasema hivi vitu mviache, mtubu. Ndio kenye kilimleta ulimwengu kuja kuwatafuta. Hakukuja kutafuta wale wenyewe wana afya njema, watu wazima. Alivyo kuja kutafuta wale wenyewe wanapotelea kwenye zambi. Hizi ni zambi hizi. Huyu mama Yezebeli ndio mtu mwenyewe alianzisha hivi vitu vya sanamu. Ndio mwenyewe alianzisha hivi vitu hivi vya kujipakala rangi. Alikuwa muabudu sanamu, alikuwa mchawi, alikuwa mzinzi, alikuwa muuaji. Sasa ukisha pakala hili rangi hili kumacho hii, kisha pakala kumacho yako hili rangi hii, unakuwa kama muabudu sanamu, na japo Mungu yeye ni roho, si sanamu. Sasa pale ya kutubu, Mungu anasema pale ya kutubu mnaendelea kuwa wagonjwa, na japo yeye alikuja kutafuta wagonjwa kwa ajili waokoke wapate kutubu. Wake wa wachungaji wanaendelea katika ugonjwa wao. Mahali balipashwa kutubu, lakini wao wanaendelea kwa ugonjwa wao sababu wanashindwa kutubu. Kwa sababu wanajipamba. Na haya mapambo yenyewe yanasemekana hapa yalianzishwa na mama yao nani? Yezebeli. So yani ni wake wa wachungaji. Watumishi wa Mungu, tusikilize vizuri ujumbe ambao Bwana alimpatia dada nani? Dada Aline. Alisema wake wa wachungaji wanaendelea kuwa wagonjwa. Ndiyo kweli. Sababu gani? Sababu wanajipamba. Yesu alikuja kutafuta wale watu wa namna gani aliyokutafuta? Wale ambao ni wagonjwa ili wapate nini? Uzima. Lakini sasa hawa ni wake wa wachungaji ambao wao walitafutwa na Yesu, wakakubali Yesu, na sasa wanaendelea katika ugonjwa wao. Yaani wako katika dhambi. Katika dhambi kubwa sana. Wako katika dhambi au watumishi au wake wa watumishi. Ujumbe mzuri ambao Bwana analeta kabisa. Bwana Yesu atusamee sana. Mungu atuhurumie kweli. Amen. Mungu atusamee sana. Mungu anawapenda nyinyi wake wa wachungaji. Hivi vitu wewe ukiweka kusuri, nafikiri kama wewe unajifurahisha. Kuna sana unafurahisha mume wako, lakini Mungu yeye hujamfurahisha. Ukiingia kanisani unatoa mfano mbaya hata na kwa wale wenyewe unaongoza. Iwe ni msichana mwenye ataingia hapo, kwa sababu hii ni roho chafu, ni roho ya uzinzi, ni roho ya umalaya, ni roho ya uchawi, ni mambo mengine yenyewe mnakuwa mmeingiza kanisani. Mtoto wako akianza kuwa malaya, wewe hawezi kuwa malaya, hawezi kulala na mwanao, hawezi kulala na mwanaume, lakini mwanaume mwenyewe anamwangalia, atamtamani. Atamtamani. Ile roho itamuvamia, ile roho ya Yezebeli hii itamuvamia. Itavamia wanaume. Mwanaume atakuwa anamwangalia mtoto wako anaanza kumtamani. Anamwangalia dada yako anaanza kumtamani. Hata na wewe mke wa mchungaji, hata kama ni mke wa mchungaji, unafanya vizuri, uko mwana maombi. Kuko wengine wenye uko naangusha kanisani. Ndio maana Mungu uko nasema mtubu, msiseme kwa wachungaji wanawatukana, watumishi wa Mungu wanawatukana. Ili ni neno la Mungu linaandikwa. Bwana yuko nakuja kuambia mtubu. Pale ya kutubu mnaendelea kuwa ohi, mnaendelea kuwa wagonjwa pale ya kutubu. Mtubu, hii ni dhambi. Mungu yeye ni roho, Yesu sanamu. Mkikuja kanisani mjue kama mnakuja kuabudu Mungu wa ukweli na roho na ukweli. Mumwabudu Bwana kwa ukweli na kwa kiroho. Amen. Amen. Sasa ndio pale utasikia wenzetu wanaanza kusema ametutukana, wametuambia vibaya. Hili ni neno la Bwana Yesu Kristo limeandikwa. Haiko mwanadamu ameandikwa. Msijipambe kwa nje. Kuna sababu kwa nini Mungu anawakataza. Watu huku nje wameisha. Mtaita wa malaya wa kanisani. Wewe ni mke wa mchungaji, utaitwa wa malaya kanisani. Japo ni mke wa mchungaji. Utatenda kazi, utakuwa mwana maombi, utafanya kazi za Mungu kwa bidii. Lakini siku moja ukifika kwenye mlango wa mbinguni, hizi mameshe hizi mamikucha hizi mnaweka hizi mawigi na mapambo hivi vyote binakukatazisha kuingia kwenye mlango wa mbinguni. Mama, unaitwa kahaba, mbinguni takuita kahaba. Watu wa duniani kuna saa wataacha kukuita kahaba, wataacha kusema kuwa wewe ni Yezebeli, kwa sababu Yezebeli hana picha nzuri mbele ya Mungu. Lakini mbingu itakuita kahaba. Uliangusha watu wengi kanisani bila kutokujua.
na unafanya kazi na mapepo wakati moja bila kujua, bata kutumikisha bila kujua. Utajikuta ulimtumikia shetani bila kujua. Ndio maana Mungu anasema mtubu. Muache, msiseme kwa watumishi wa Mungu wanawatukana, bali Kristo Yesu alikuja kuwaokoa kwa ajili msipotelee kwenye dhambi hizo. Bwana Yesu Kristo awabariki sana na mubarikiwe. Amen. Ujumbe huu ndugu tunausikia dada natoa kuhusu wake wa wachungaji eti waache watubu dhambi ya kujipamba kwa nje. Watubu dhambi ya kujipamba kwa nje. Sema mtubu dhambi yenu mko mnafanya dhambi ya kujipamba kwa nje. Ninyi amuongoki lakini mnaendelea kwa wagonjwa vitandani. Mnaendelea kwa wagonjwa sababu ninyi ndio mlipasha kuwa nini watu ambao ni mfano, lakini ninyi mnakuwa wagonjwa. Mtubu kabisa. Tubuni watumishi wa Mungu, tubuni. Kwa mchungaji unapasha kuwa na mfano mzuri kanisani. Kama unajipamba na baki gisi ulivyo, Mungu alikumba kwa mzuri. Alikumba na bosi wako baki na bosi wako. Alikumba na nywele zako za kipilipili zibakiane nazo hizo. Zimheshimishe Mungu, zimheshimishe Mungu. Mungu unikolesha matendo yake. Ukwe na imvi. Kuko mtu mwenye na kuangalia kwambia, uko na imvi kukichwa, unakosa rangi pale kwa barabara kabisa. Unasikia? Haleluya. Amen. Ukikuwa na imvi, ile ni mikono ya Bwana alifanya, mwanadamu aweza katenda. Umshukuru Mungu kwa wewe uko na imvi kukichwa. Aseme nijifiche, wewe ujibadilishe mwili wako gisi hauko. Aseme basi kucheki, mimi ni mke wa mchungaji. Heshima yako itaendelea kuwa ile kwa wewe ni mke wa mchungaji. Ujipakale rangi, utaitwa mke wa mchungaji. Usipojipakala rangi, utaitwa mke wa mchungaji. Lakini heshima kanisani. Mungu mumheshimu kabisa. Yaani Mungu akuheshimiwa. Na hata angalia kwa wewe ni mke wa mchungaji, ataangalia neno lake jinsi linavyoandikwa. Amen. Ubarikiwe Yesu Kristo na wapenda. Mungu amebariki. Bwana Yesu anatupenda, anazidi kutupatia huyu ujumbe. Ujumbe aliwahi kunipatia mimi, huyu ujumbe alimpatia dada ni wengi ambao ameshawahi kuwapatia. Sababu anatupenda. Tunamshukuru Yesu kabisa kwa upendo wake.